Hii leo tunazungumzia ugatuzi, na hapa hivi kwenye studio naye Irungu Kang'ata ambaye ni seneta wa Murang'a na vile vile ni naibu kiranja walio wengi katika bunge la seneti. Na katika studio zetu za kaunti ya Uasin Gishu tunaye Wesley Rotich ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Tutakuwa tunazungumzia hatua ambazo zimepigwa na ugatuzi. Je, ni mambo yapi ambayo yanakukera sana kuhusiana na swala hili zima la ugatuzi, na ni mambo yapi ambayo unajivunia kwa kuwepo kwa ugatuzi? Na basi tuendelee kuzungumza kwenye jukwaa la KTN na hasa sehemu ya swala nyeti. Wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @KTN News, @KTN Kenya na vile vile @Mary Kilobi. Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Uhali gani? Mimi sina jambo. Naam, karibu kwenye jukwaa la KTN. Asante. Inshallah Mungu ameniweka mahali pazuri kwa hivi sasa. Naam. Magavana hii leo wamekuwa na mkutano hapa Nairobi na wakasema wanajivunia sana ugatuzi kwa jumla. Na ni swala ambalo wengine wangependa kusema wanajivunia, but kuna baadhi ambao wanasema pengine hawajivunii sana. Kwa mtazamo wako, ugatuzi, hatua ambazo imepiga, unaridhika na hatua ambazo zimepigwa, ama unahisi kwamba kuhusiana na pesa ambazo zimetolewa tangu kuasisiwa kwa ugatuzi, pengine tungekuwa mbali kushinda vile pahali ambapo tuko leo? Takriban ya pesa trilioni 1 zimeweza kupelekwa katika ugatuzi. Ijapokuwa Waswahili walisema ya kwamba mwenda pole hajikwai na simba mwenda pole ndiye mla nyama. Mimi pangu naonelea wangekuwa wameenda hatua nyingi zaidi. Kwa hivi sasa wameenda aste aste, na tuko na shida nyingi ambazo zinawakera wa Kenya. Kwa hivyo sasa mimi pangu naona ya kwamba kama ningesema ni nawapatia max, tuseme ni tunatoa katika 100%, mimi pangu ningepatia ugatuzi 45%. 40. Inamaanisha kwamba hawajafikia hata nusu. Bado. Na inamaanisha kwamba hawajafanya vizuri kulingana na jinsi ambavyo wanapaswa kufanya. Bila shaka kuna yale mazuri wamefanya, tuongee ukweli. Kuna yale mazuri ambao tunaweza sema ni kweli. Angalau huu mfumo wa ugatuzi, hatungetaka Wakenya turudi hapo mbeleni bila shaka. Lakini pia kuna yale ambao wangefanya mazuri zaidi na Kenya yetu iweze kuendelea mbele. Na nikisema hayo siongei juu ya gavana fulani, la hasha. Naongea juu ya ugatuzi tukiwaangazia wote pamoja. Magavana wote 47. Sistaki kusema iwe ni gavana fulani ama ni gavana fulani mzuri. Naangalia sasa Kenya yote. Lakini kweli ni kwamba kuna wale ambao wamelala kidogo kushinda wengine. Bila shaka. Kuna wale wanaenda mbio na kuna wale wanaenda aste aste sana. Bila shaka. Pengine tutaje majina kwa uzuri, kwa sababu hutaki kutaja kwa ubaya. Ni gavana yupi ambaye amekuridhisha kwa utendakazi wake? Bila shaka mimi nimeenda pale panaitwa Kakamega. Nikamuona huyu gavana anaitwa Oparanya. Oparanya alinifurahisha sana. Mambo 3-4 hivi. La kwanza, kuna hospitali ambao itagharimu county ya huko Western ambayo ameitengeneza kubwa mno, hospitali ya karibu bilioni 5, na ameiendeleza kabisa. Unaona mjengo mkubwa, na mimi pangu nikafurahia sana. Kwani nikafikiria kama kila kaunti ingekuwa na mjengo kama huo. Sijai enda mahali popote nikaona mjengo kama huo. Hata Kenyatta karibu ifikiwe na hiyo mjengo. Ni mjengo mkubwa sana, hospitali ambayo inakaa ikimalizika itakuwa ni kubwa mno katika eneo lote la magharibi. La pili, nikaona ametengeneza rami. Ameweka njia rami nyingi, si moja, ambazo zinaingia katika town ya Kakamega huko ndani. Jambo ambalo sijaliona upande hizi za huku kwetu. Na hiyo nikaona amefanya kazi mzuri. La tatu, kumekuwa na shida kubwa sana katika kaunti ya Kakamega, wamama kuwa wanaenda wanazaa wakitumia wale wanaitwa wakunga, ambao hawana taaluma kabisa ya mambo ya health. Ni kumaanisha yeye alikuja na kile anakiita Oparanya care. Yani kila mama mjamzito
akikuja katika hospitali za umma anapewa sijui shilingi 3,000 sijui 2,000, basi hiyo ikawafanya mama wengi wawache kwenda kwa wakunga ambao hawana utaalamu, wanakuja katika hospitali, na hiyo ikareduce ile tunaita infant mortality rate. So hapo pangu nikaona amefikiria, na pia fertilizer, mambo hayo mazuri. Pia nimemuona huyu jamaa anaitwa Profesa Kibwana. Amefanya mambo matatu ambayo ni mazuri zaidi. La kwanza, ameweza kuleta ile inaitwa universal health care. Kila mtu wa Makueni ambaye anatoa 500 peke yake anaweza kuenda hospitali atengenezwe. Akikufa kwa mfano kwa bahati mbaya hatalipa ile, jamii yake italipa mortuary fee. La pili, kuna ile factory amemaliza ile ambayo ni ya kutengeneza inaitwa maziwa, na kuna ile ya matunda. So haya yakanifurahisha. Watatu ambaye naweza sema pia amefanya kazi mzuri, alianguka lakini kwangu mimi najua alifanya kazi mzuri, yule ambaye alikuwa governor wa Jia, ambaye sijui alikuwa anaitwa ni Ibrahim. Huyo jamaa ukienda katika kaunti yake utaona amejenga MTC, utaona ameweka rami katika town ya Wajia karibu kilomita 28. Pangu hao watatu ndio nimeona wamefanya kazi mzuri. Lakini kuna wengi ambao hawajafanya kazi mzuri. Basi kwenye jukwaa la KTN leo tunawatambua wale magavana Wycliffe Oparanya na vile vile Kibwana na vile vile aliyekuwa gavana wa Wajir kwa kazi nzuri ambayo wamefanyia kaunti zao, na kuwataka waendelee vivyo hivyo na magavana wengine waweze kuiga mfano huo. Wacha niseme ya kwamba mgala muue lakini haki mpe. Hata wengine sitaki kusema ati hawajafanya kazi. Wajua sisi kama sasa tumekuwa tukizunguka. So unajua kila gavana utakuta kuna jambo fulani, hata kama kuna tashwishi fulani ambazo watu wamesema. Kama kwa mfano huko kwetu nimeona county imeweza kuleta mambo ya maziwa. Beleni tulikuwa na shida za maziwa. Kwa hivi sasa maziwa unaona kwa mfano imetoka kutoka bei fulani imepanda juu. Pia utakuta katika kaunti zingine kwa mfano kama kaunti ya Kericho unaona kuna barabara nyingi ambazo zimetengenezwa. So utakuta katika kaunti zote hutakosa 1, 2, 3 ambazo zimefanywa. Lakini mimi nasema wale ambao pangu nimeenda kwa hiyo kaunti, hata kama wewe si mwenyeji huko, unaona mambo fulani ambayo yameweza kubadilika, na ni jambo ambalo wewe mwenyewe hata ukiona unaona kweli huyu jamaa hata bila yeye kusema amefanya ambacho ni kizuri zaidi. Kwa mfano sijaiona pande za huku kwetu Central mtu akitengeneza rami na pesa za kaunti, sijaiona. Lakini niliona hiyo kwa mara ya kwanza nilipoenda huko Kakamega. Basi mtazamaji, moja kwa moja tuende katika kaunti ya Uasin Gishu tuweze kuzungumza na naibu gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet ambaye ni Wesley Rotich. Mheshimiwa, iwapo unanipata, je, ni yapi ambayo wewe kama naibu wa gavana katika kaunti ya Elgeyo Marakwet unajivunia kwamba ugatuzi umewasaidia wakazi wa Elgeyo Marakwet kwa njia fulani? Asante sana Mary. Kwanza kabisa ningependa kuwasalimu nyote. Ya pili ni kwamba ningependa kusema ya kwamba ugatuzi imeweza kusaidia Wakenya sana kwa njia nyingi. Sisi upande wa Elgeyo Marakwet tungependa kujivunia mambo mawili matatu ambayo tumeshafanya na mambo mengi ambayo tunaendelea kuzifanya. Mfano ni kwamba upande wetu wa Elgeyo Marakwet ni kaunti ambayo ilikuwa ndogo sana na ilikuwa upande ambao umesahaulika sana wakati wa mfumo wa serikali kuu. Lakini kwa sasa tumehakikisha kwamba tumeimarisha mambo mingi. Miundo msingi yetu imeanza kuongezeka. Barabara ambapo mabazo tuko nazo, kuna mahali tumezifungua barabara mpya Elgeyo Marakwet nzima, barabara takriban kilomita 100. Kumbuka wakati tunasema kilomita 100 Elgeyo Marakwet ni milima na mabonde, kumaanisha kwamba ni pesa mingi sana inatumika ili kufanya barabara kama hizo. Nyingine mifano ni kwamba sisi pia tunafanya ile processing ya maziwa. Tuna maziwa pale Elgeyo Marakwet tunaita Elma Milk, ambayo sasa tunauza maziwa tumefanya ile inaitwa packaging. Pia mifano nyingine ni kwamba mambo ya shule za chekechea
mahali ambapo ilikuwa imesahaulika sana na serikali kuu. Sasa sisi Elgeyo Marakwet tumejenga shule takriban 200, 200 ECDs centers, na tumeandika walimu takriban 800. Pia jambo tunajifunia ni kwamba sasa wananchi wamepata uwezo wa kuamua wenyewe. Sisi kama Elgeyo Marakwet tuna sheria nyingi ambazo tunazitumia, kwa mfano Equitable Development Act. Wakati tunasikia wengine wanasema pesa ziende kwa ward kutoka kwa county, sisi tulifanya hiyo kitambo, na sasa wananchi wetu wanaweza wakachagua ile priorities yao wangependa. So baada ya kuchagua pia sisi huwa tunaenda yale yanaitwa accountability week, ambapo wananchi wanatuuliza maswali, yale pesa tuliwapa mfanye project ama jambo fulani, kwa nini hamjazimaliza ama kwa nini haijafanyika vizuri. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tumefanya. Tuko na mengi sana ambayo tunajifunia. Kwa mambo ya utalii, tuko na game reserve ambayo inaitwa Rimoi National Park, ambayo haikuwa imewahi tumika tangu miaka ya 80, lakini sasa tumeifungua na watalii wameanza kumiminika wakija ndani. Tumefanya mambo mengi kwa mambo ya kilimo, ile inaitwa agribusiness. Kumbuka ya kwamba kaunti ya Elgeyo Marakwet haikuwa kaunti ambayo ilikuwa imefanya mambo mengi kitambo, lakini sasa tumeanza mambo ya kilimo biashara. Tuko na program inaitwa AI service ambayo tuna subsidize ile mbegu ya kupewa ng'ombe, na sasa takriban ng'ombe 20,000 ama ndama 20,000 zile za kisasa zimeanza kupatikana, kumaanisha ya kwamba miaka 2 inayokuja maziwa ya Elgeyo Marakwet itakuwa kaunti ambayo inaweza inatoa maziwa kwa wingi, na hiyo ni jinsi ambayo tungependa kupunguza umaskini kwa watu wetu. Na hayo ni mambo haya yangefanyika. Hatuwezi sema tumefika, lakini tunajua ya kwamba tumefanya ama tumeenda hatua nyingi zaidi mbele kuliko wakati hatukuwa na mambo ya devolution. Pia ningependa kusema mheshimiwa wetu Irungu Kang'ata amesema labda anatupatia 45% kama county, lakini ningependa kumwambia kwamba ametuweka chini sana kama county, kwa sababu tumejaribu pia, kwa sababu zile mashida ndogo ndogo ambayo wananchi hao kuwa nazo labda haitaonekana pale nationally ama wapi, lakini zile county kama zetu za Elgeyo Marakwet ambapo watu walikuwa wamekosa maji, zile problems kidogo kidogo ambayo watu wetu hawako wameziona, sasa tumezimaliza. Labda watu wengi wanataka kungoja ya kwamba wanataka kuwa na hospitali ya mabilioni, lakini sisi kama Elgeyo Marakwet development budget yetu ni bilioni 1 peke yake. Haitawezekana tujenge hospitali ilhali hiyo ni pesa tunatumia kwa dawa, tunatumia kwa mashule, tunatumia kwa maji, tunatumia kwa utalii, kwa kilimo. Tutakuja tuzungumze kuhusiana hasa swala hilo la afya ambalo watu wengi wamelizungumzia. Limekabiliwa na changamoto nyingi, wengi sasa wakianza kupendekeza kwamba sekta hiyo ya afya irejeshwe kwenye serikali kuu. Utatuambia maoni yako kuhusiana na pendekezo hilo na vile vile hatua ambazo zimepigwa upande wa afya. Na vile vile mtazamaji, awali nilikwambia kwamba tuna David Nduwati ambaye ni mwanzilishi wa Youth Nation, shirika ambalo linatetea maslahi ya vijana humu nchini, katika ofisi zetu za I&M